Kwenye Biblia unaweza ukasoma ukaona gharika kuu lilikuja likaua watu wote, wakabaki watu wachache tu, Nuhu na familia yake na wanyama wengi ambao waliweza kuwaokoa kupitia safina. Pia miji ya Sodoma na Gomora iliteketezwa kwa sababu ya kunyeshewa mvua ya moto na kiberiti. Zaidi ya hapo, utaona mtoto aliyezaliwa na Bethsheba na Daudi kwa sababu ya uzinzi walioufanya alikufa. Pia Anania na Safira kwenye Matendo sura ya 5 walikufa kwa kuanguka kanisani, kaenda kuzikwa. Lakini Yerusalem ilivamiwa mwaka 70 na kuteketezwa, hekalu likateketezwa kabisa, watu wengi walikufa. Hii ni mifano ya namna ambavyo dhambi ilileta hukumu za Bwana juu ya watu. Mifano mingi sana ipo kwenye Biblia ambayo tukiipitia muda hautoshi. Lakini ambacho kinashangaza ni kwamba Wakristo hivi leo hawaongelei kabisa dhambi, na kwamba maovu mengi ambayo yanatufika au yanatupata, matatizo mengi yanaweza yakawa yametokana na dhambi ambazo tumezifanya. Kuto kuongelea dhambi hakuondoi ukweli kwamba Mungu hachangamani na dhambi. Kabla ya kuletwa sheria ya Musa, Torati, inayosema usizini, Mungu alishaonyesha mara kadhaa kabla ya hapo kwamba mtu akilala na mke wa jirani yake au mke wa mtu mwingine ni dhambi, na Mungu anahukumu watu kama hao. Kabla ya kuja sheria ya Musa, Torati, Mungu alikwisha onyesha kwamba kuua mwanadamu mwingine pasipo hatia ni dhambi, na yeye Mungu anahukumu mambo kama haya. Kama vile Mungu alivyomuonya Kaini kwamba dhambi inakutamani wewe, nayo unaipasa uishinde, ndivyo hivyo hata leo dhambi inakutamani Mkristo, na inakupasa wewe uishinde. Mimi ni Pastor Msafiri, karibu kwenye chaneli yangu. Leo naongelea njia 4 za kushinda dhambi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4, Biblia inasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Yaani kama wewe ni mtu wa imani, kama unaamini, basi kushinda dhambi kunawezekana, kwa sababu kushinda dhambi ndiyo kushinda ulimwengu. Dhambi ziko nyingi, lakini tutatumia mfano wa dhambi ya uzinzi na uasherati kama namna ya kuonyesha ni jinsi gani unaweza ukashinda dhambi kwa hizo njia 4 ambazo unaweza kuzionyesha. Na hizo njia 4 unaweza ukazitumia katika dhambi nyingine yote. Dhambi inayokuzinga kwa upesi, hii njia 4 zinaweza zikatumika kukufanya uishinde dhambi. Kwa sababu gani nimechagua kuongelea dhambi ya uzinzi na uasherati kama mfano wa dhambi ambayo tunaweza tukaitumia katika somo letu la leo? Kwa sababu Yesu mwenyewe alivyokuwa anafundisha, aliongelea kuhusu kizazi hiki kwamba kizazi hiki ni kizazi cha uzinzi na dhambi. Pia maandiko yanahusianisha zinaa, uzinzi, uasherati, matamanio na ibada ya sanamu. Kwa hiyo ni vema ukaangalia, kwa sababu hutaki kuwa unaenda katika ibada ya sanamu. Lakini jambo lingine ni kwamba Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18 imetupa a very strong warning kusema kwamba ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Sasa tuangalie hizi njia 4 kwa haraka tuweze kujifunza ili kushinda dhambi. Njia ya kwanza, usipende dunia au usipende ulimwengu. Yakobo sura ya 4 mstari wa 4 inatuasa kwa kutuambia, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa
adui wa Mungu, basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Kuwa makini sana na uelewe haya ninayokuambia. Duniani swala la uzinzi na uasherati na matamanio ni swala ambalo limetambaa sana, inatumika sana, limesambaa, na kuna msemo unasema sex sells. Utakuwa umeshaikusikia. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa mambo ambayo yanaendelea yanayofanyika katika njia za mawasiliano, social media, television, radio, muziki unayosikia, mada kubwa inayoongelewa ni zinaa, na ndiyo mada inayouza. Watu wakitaka wauze hata maziwa, wanaweka mtu ambaye amekaa anavutia kizinaa kwenye picha ili kuuza maziwa. Kila kitu ambacho kinafanyika, asilimia kubwa ya mambo yanayofanyika yanafanya campaign kuhusu uzinzi na uasherati. Ndivyo dunia ilivyo. Na kwa asilimia kubwa hata design za nguo zilizofanyika zinatengenezwa katika namna ya kufanya watu wavutiwe katika uzinzi na zinaa. Ndivyo dunia ilivyo. Kama utakuwa umechagua kuipenda dunia, kuambatana na ulimwengu, utakuwa umechagua kuambatana katika njia hiyo, na matokeo yake ndiyo hayo, yani uzinzi na uasherati. Nakumbuka wakati fulani kitambo kidogo nilikuwa naangalia music video, ilihit sana. Sitasema ni mwanamuziki gani, lakini ni wa nje. Nilifuatia jinsi walivyoitengeneza ile video ya huyu mwanamke. Nikafuatilia na kujua kitu kimoja, kwamba wakati wanafanya shooting, yule mwanamke amevaa dress ambayo ndani hajavaa brazia au kichote kwa ndani. Kwa hiyo ile dress ilivyokaa inaonyesha sehemu za maumbile yake, maungo yake. Kuja kufuatilia walivyotengeneza ile video ni kwamba wale directors wa video kabla ya kushoot, walishoot mara ya kwanza wakaona wamekosea kwa sababu mvuto upo lakini sio sana. Kwa hiyo yule mwanamke akakaa pale, alafu akachojoa kwa juu, akaletwa mwanaume ambaye akawa anamshikashika kwenye maziwa ili kumsisimua. Alafu alivyosisimka ndio akavaa tena dress, alafu akashoot mara ya pili. Walifanya hivyo kwa sababu gani? Ili akisisimka mwanamke, namna ambavyo matiti yanabadilika, yale matiti yanavyobadilika, mwanaume akiangalia, ni psychology, ni saikolojia kabisa. Mwanaume akiangalia, mvuto ambao anaupata kwa kumwangalia mwanamke ambaye ameshashikwa kasisimka na matiti yake yamekuwa tofauti kidogo, ni tofauti na ile video ya kwanza. Kwa hii ya pili ina mvuto zaidi. Hii ndio akaiweka, ndio ikawa official video. Kwa nini walifanya vile? Ni kwa sababu watu wengi wakiangalia wavutiwe, wasisimke, watamani kumwangalia ili waendelee kumwangalia tena na tena na tena. Na naamini music videos nyingi sana zipo katika staili hii. Ukiangalia videos kama hizi, lazima kuna aina ya roho inaweza ikakuvagaa, au hata kama sio roho, lakini kuna namna ambavyo mentality yako itakuwa imekuwa tuned kwenda zaidi kwenye mambo ya uasherati, uzinzi na vitu kama hivyo, ambayo ukiendelea kukaa hapo, sio muda mrefu sana utapigwa ngwala na kuanguka upotevuni. Kwa hiyo kama unataka kujiweka sawa, kujidhibiti ili usianguke katika dhambi kama hii ya uzinzi, ni lazima ukaangalie kwa makini ni vitu gani unaangalia, ni vitu gani unasikiliza. Ni lazima umakini uwepo. Kwa Mkristo ambaye ameshakuwa anajua kusikia Roho Mtakatifu akisema ndani yake na kumuongoza, ni rahisi kukwepa, kwa sababu atakuwa anakudirect wapi uende, wapi usiende, vitu gani ufanye na vitu usifanye. Lakini kwa yule ambaye ni mchanga, bado hajafika katika level hiyo, inawezekana asifike kabisa, lakini ili aweze kufika itabidi aanze kwa kuwa makini, kwa kutumia akili ya kawaida kabisa, kwamba kuna vitu lazima uviondoe katika maisha yako. Kuna aina ya entertainment itabidi uikate katika maisha yako. Hiyo ni price. Hiyo ni aina ya kujidhabihu kwako mwenyewe. Kuna vitu lazima uviache ili upige hatua kiroho. Kuna vitu lazima uviache ili usiingie dhambini. Yakobo sura ya 1 mstari wa 27 inasema, dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa.
angalia kipengele cha kujilinda na dunia pasipo mawaa. Hicho ndio muhimu sana uweze kushinda dhambi. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2 inasema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Na Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Sasa kwenda katika Roho au kuyatafakari yaliyo juu kule Kristo aliko ni mambo ya kukaa na kufikiria Mungu alivyo, kutafakari, kumeditate on the word na mambo kama hayo, na kuungana na Wakristo wengine katika kumsifu na kumwadhimisha Bwana. Ila kama unatumia muda wako wewe kufuatilia matamthilia yaliyotengenezwa kwa ajili ya mambo ya kidunia, yanaongelea tu mambo ya uzinzi na uasherati, ndio stori zao hapo, ndio zimelenga hapo tu, na muziki, kila muziki inayotoa watu wananengua wakiwa na usuguchi na angalia ukose hata mmoja na vitu kama hapo, alafu unasema unatafakari yaliyo juu, hapo umekosea. Kuna vitu inabidi mteule uangalie namna unavyoenenda kama unataka kushinda dhambi, kwa sababu haya mambo ya dunia ukiyafuatilia yatakuangusha. Jambo la pili ambalo linafanana hilo la kwanza ni kuepuka mazungumzo mabaya. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33 inasema, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Katika muktadha wa hilo linaloongelewa hapo, sana likomelenga imani, kwamba mazungumzo mabaya yatatoboa imani yako, yatafanya uende nje ya imani. Na kumbuka, kwenda katika imani ndio kwenda pia katika utakatifu na kuacha mambo ya dhambi. Sasa ukienda katika mazungumzo mabaya, uwezekano wa kurudi katika uovu ni mkubwa sana. Imani huja kwa kusikia, sawa? Hata imani mbovu huja kwa kusikia. Unapokaa na watu alafu wanasema haiwezekani kwa mwanaume kukaa na mke mmoja bila kuwa na mchepuko, hiyo imani itaingia ndani yako. Haiwezekani kwa mke kukaa na mume mmoja bila kuwa na watu wengine wa ziada huko. Ukikaa katika mazungumzo hayo, sio muda mrefu utaenda katika njia hiyo, kwa sababu neno limepandwa moyoni mwako. Kuwa makini usikia vitu gani, kuwa makini vitu gani unaviruhusu viingie katika maisha yako. Kuwa makini sana. Upo duniani, lakini usiishi kama watu waliopo hapa duniani wa ulimwenguni, kwa sababu nyinyi watu waliokoka sio raia wa hapa. Uraia wao ni wa mbinguni, maandiko yanasema. Au watu wanasema haiwezekani kuto kutenda dhambi, haiwezekani mwanadamu asitende dhambi. Sijawahi kusikia moja ya neno ambalo Wakristo wanalikubali sana, lakini neno la kishetani kama hiyo, la kishetani hilo neno, kwamba haiwezekani mtu kutotenda dhambi, ni kishetani kabisa. Sikiliza, haiwezekani mtu kushika nyoka, haiwezekani mtu kunena kwa lugha mpya, haiwezekani mtu kutembea juu ya maji, haiwezekani mtu kula au kunywa kitu cha kufisha alafu akawa yuko vizuri, haiwezekani mtu kuweka mikono juu ya mgonjwa akapata afya, haiwezekani. Wale wanafunzi wa Yesu walimuuliza, kama ndio hivyo, inawezekanaje mtu kuokoka? Yesu akasema, yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Imani ya Mkristo ni mambo yasiyowezekana. Haiwezekani mtu kuokoka, yani haiwezekani. Basi tuchikubali kuokoka. Sisi wa Kristo hatutendi wala kuhubiri wala kufundisha mambo ambayo yanawezekana. Yani haiwezekani Yesu awe amekuja kufa msalabani kwa kile kipigo alichopigwa ili wewe na mimi tuamini kufanya mambo ambayo yanawezekana kwa mwanadamu. Huo utakuwa ni upuzi. Yesu aliwaambia watu kadhaa, usitende dhambi tena. Hata yule mwanamke aliyeshikwa katika ugoni wakataka kumpiga mawe, Yesu alisema sikuhukumu, lakini nenda usitende dhambi tena. Kama haiwezekani kutotenda dhambi, basi Yesu alikuwa punguani. Yani anawaambia watu wasitende dhambi tena wakati haiwezekani. Basi Yesu alikuwa punguani.
Mkristo katika imani aliyoitiwa anafanya mambo ambayo hayawezekani kidunia. Haiwezekani kutembea katika ishara maajabu. Period. Sisi tunafanya yale yasiyowezekana kwa sababu sisi hatufanyi kwa uwezo wetu wenyewe, tunafanya kwa uweza wa Mungu. Kwa hiyo kama jambo la mtu kutotenda dhambi limemshinda Mungu, tuanze kuongea katika hiyo sehemu sasa hapo. Sisi hatuitwi kufanya mambo ambayo wanadamu wanaweza kuyafanya. Kiukweli kabisa, kibiolojia, mwanaume hawezi kuwa na mke mmoja. Hiyo nakwambia. Mwanaume hawezi kuwa na mke mmoja. Na vijana ambao po kanisani kwenu hapo miaka 18, 19, 20 unawaambia wasifanye zinaa mpaka wafike muda wa kuoa. Wengine wataoa kwa miaka 30, miaka 25. Kubayana kabisa, kaeni kikao mtangaze mmeruhusu wafanye zinaa au mnafanya unafiki. Kwa sababu kibiolojia haiwezekani huyo mtu akae asijichue wala asale mwanamke. Kwa hiyo chagueni mmeruhusu kitu gani. Ila kama mnakubaliana kwamba Wakristo wameitwa wafanye siyowezekana, basi tuko sawa. Kwamba wanaweza wakakaa bila kushiriki tendo la ndoa mpaka atakapooa. Bila hivyo watafutieni watu kufanya nao zinaa. Maana hiyo ndio ukweli wa kibiolojia kuhusu mwanadamu, ambaye kila siku mwanadamu wa kiume anazalisha mambegu milioni ngapi huko. Kila siku anapokula anazalisha hivyo vitu. Vinafanya nini huko ndani? Wanadamu ambao wameitwa katika imani ya Kristo Yesu hawaitwi ili kufanya mambo ambayo yanawezekana katika mwili huu wa damu na nyama, ila wanaitwa kufanya mambo yale ambayo hayawezekani. Ndio maana wamepewa uweza kutoka juu. Jina la Bwana libarikiwe. Zaburi ya 4 mstari wa 4 inasema, mwe na hofu wala msitende dhambi, tafakarini vitandani mwenu na kutulia. Hiyo mwe na hofu hapo haiongelee uoga wa kibinadamu. Mwe na hofu, yani mwe na hofu ya Mungu. Msitende dhambi kwa sababu nyinyi mna hofu ya Mungu. Ndiyo kicho cha Bwana. Hiyo ndiyo inakufanya usitende dhambi, na hiyo hofu ya Bwana inakuja ndani yako, utatenda mapenzi ya Mungu ambayo dhambi sio sehemu yake. Waefeso sura ya 4 mstari wa 26 inasema, mwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Sisi wa Kristo kwa imani yetu ambayo tumepokea ni kwamba hatutendi dhambi, hatupaswi kutenda dhambi. Lakini tuna neema kwamba ikitokea kwamba umetenda dhambi, unaweza ukarudi kwa Mungu katika Kristo Yesu, ukalia kwa msalaba na ukasamehewa dhambi zako. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1 inasema, watoto wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 34 inasema, tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena hayo ni wafedheheshe. Swala kutotenda dhambi haiwezekani kwa mtu ambaye hajaokoka, lakini kwa mtu ambaye ameokoka, swala kutotenda dhambi linawezekana, kwa sababu uwezo wa kutotenda dhambi umepewa. Jinsi ya kushinda ulimwengu ni imani yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa tumeongelea njia mbili mpaka sasa hivi. Ya kwanza ni usipende dunia, na ya pili epuka mazungumzo mabaya. Hizi ni njia za kusaidia wewe kuishinda dhambi. Njia ya tatu ni maombi. Kwenye Luka sura ya 22 Yesu alikuja akawaambia wanafunzi wake, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Sasa majaribuni, kuingia kwenye majaribu ndiko kunapelekea wewe kuingia dhambini. Unajua Yusufu aliingia majaribuni, na majaribu yale yalikuwa yanamtaka aweze kulala na mke wa bosi wake. Angeweza kuingia katika majaribu na kufanya dhambi, lakini kwa neema ya Mungu aitoropoka. Ndipo Yesu anawaambia wanafunzi, ombeni ili msiingie majaribuni. Alafu na sehemu nyingine akasema, roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Kwa sababu ya mambo haya udhaifu wa mwili unaweza kupelekea kutenda dhambi, lakini omba usiingie majaribuni.
Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, maandiko yanasema ombeni bila kukoma. Kwa swala la maombi ni swala endelevu, na moja ya ajenda ni kwamba unaomba ili usiingie majaribuni. Kwa sababu gani? Mwili ni dhaifu, ingawa roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Ombeni bila kukoma. Kumbuka, hatujaitwa katika imani hii ili tufanye yale ambayo ni marahisi kwa wanadamu au yale ambayo yanawezekana kwa wanadamu. Tumeitwa ili tufanye yale ambayo hayawezekani kwa nguvu zetu. Kwa tunaomba ili tuendelee kupata nguvu, kuvikwa nguvu, kujazwa nguvu, kwa sababu tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Sasa yeye atutiaye nguvu aendelee kuijaza hiyo nguvu ndani yetu, na haya yanafanyika kwa maombi. Pamoja na mambo mengine tunafanya, lakini pia maombi yanatusaidia. Hasa kama unaweza kuomba kwa kunena kwa lugha, jitahidi mpendwa, omba kwa kunena kwa lugha. Omba kwa kunena kwa lugha ili uweze kujijenga ndani yako, kujijenga kuweza kuwa imara na thabiti katika imani. Katika waraka ule wa Yuda mstari wa 20 pale na 21, Biblia inasema, bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu, jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata mpate uzima wa milele. Njia ya 4 ya kuweza kushinda dhambi ni neno la Mungu. Soma maandiko, yatafakari maandiko, liweke neno la Mungu katika moyo wako. Neno la Mungu ni moja ya njia kubwa sana inaweza kukufanya ushinde dhambi. Zaburi ya 119 mstari wa 11, Biblia inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo unaona hapo, swala kuliweka neno katika moyo linapelekea mtu asije akamtenda Mungu dhambi. Hii ni njia yenye nguvu sana, na ni njia ambayo nitakushauri uanze nayo leo. Kwa dhambi yoyote inayokusonga, kama ni ulevi, kama ni uzinzi, itakusaidia sana. Leo tunaongelea mfano wa dhambi ya uzinzi, tunaizungumzia hapa. Kwa hiyo tutaangalia mistari ambayo pamoja na kusoma Biblia kwa ujumla na kwa namna ambayo unaendelea nayo, lakini kuna mistari specific ambayo unaweza ukawa unaitafakari na kuisema na kuiweka moyoni mwako mara kwa mara ili ikusaidie. Hatushindi dhambi kwa sababu ya mambo ya kisayansi au mambo ya kijamii au mambo mengine yote. Tunashinda dhambi kwa sababu ya neno la Mungu. Kuna kila aina ya excuse ambayo unaweza ukaitumia, lakini haitakusaidia. Neno la Mungu pekee itakutoa. Wapo watu ambao wanahubiri, kwa sababu gani mimi sikuamua kufanya uzinzi? Labda nikaona nitaharibu ndoa yangu, itapalanganyika, au sijui nikimpa mimba mtu ambaye hajakaa tayari itakuwa sijui ugomvi na hivi na hivi. Hizo zote hizo ni nzuri sana ukiongea kijamii, lakini kwa Mungu ni takataka na hazita kusaidia. Ukifikiria sijui mimi naogopa kufanya zina kwa sababu nitapata magonjwa sijui au mimba na nini, ni takataka hizo unazoongea, hazina msaada wote kwako. Na ukijiweka katika hizo, shetani atakupiga ngwala si muda mrefu. Jambo ambalo unabidi ulizingatie kwa nini haufanyi dhambi ni moja tu, ni kicho cha Mungu. Ufanyi dhambi kwa sababu utamkosa Mungu. Yusufu alivyomkimbia yule mke wa Potifa, hakuongea kuhusu bosi akijua nitafukuzwa kazi au mimi ni mgeni hapa au na nini. Hizo ni bla bla ambazo hazina msingi mbele ya Mungu. Kiroho hazifai kitu. Kiroho hazifai kitu. Unashinda dhambi kwa sababu unaenda kiroho. Uwe na sababu za kiroho. Yusufu akasema, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Kwa kitu ambacho kilikuwa kinamuongoza ni jambo moja tu, uhusiano wake yeye na Mungu. Full stop. Wewe kama unafikiria swala nikifanya dhambi mke wangu itakuaje au mume wangu atasemaje, kama hilo ndilo ambalo linakuongoza, linaonekana kama ni jema kwa sasa hivi, lakini muda sio mrefu litakuwa sio jema.
kwa sababu shetani atatumia hiyo filosofia yako kukupiga chenga, utaanguka. Kama wewe haufanyi zinaa kwa sababu unasema mke wako amenyoka afanye zinaa, basi sio muda mrefu shetani anaweza akamwangusha mke wako, au akaeta skendo kwako ambazo zitapelekea umone mke wako sio mwaminifu. Kwa hiyo na wewe itakupelekea ufanye zinaa, lakini shetani anakuwa na kutafuta wewe. Ukienda huko ndipo utapoona cha mtema kuni, na Mungu atakuacha. Ndipo utapoona hali ilivyokuwa ngumu pale Roho wa Bwana anapokuacha. Ndipo utapoelewa kwa sababu gani Daudi alisema katika ile Zaburi ya 51, unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Uhusiano wako wewe na mwanadamu mwingine yoyote ni mzuri na ni kitu chema sana, lakini sio kipaumbele. Kipaumbele cha kwanza ni uhusiano wako wewe na Mungu. Baada ya hapo ndipo uhusiano wako wewe na wanadamu wengine unafuata. Ukitaka kuleta uhusiano wako wewe na wanadamu wengine ndio ukuongoze, itakuwa ni ngumu sana kwako wewe mtu akikupiga shavu la kushoto ukamgeuzia shavu la kulia, na hayo ndiyo maagizo ya Bwana. Lakini kama uhusiano wako wewe unaanza na Mungu, ndiye anayeongoza unaishije, basi itakuwa rahisi kwako. Hata wakikusema, hata wakikudhihaki na kukutukana, bado utaendelea kuishi kwa upendo, ukiwapenda na kuwatendea mema. Sasa pamoja na kulisoma neno Biblia, kuitafakari na kuweka maneno ya Mungu moyoni mwako, pia ipo njia kubwa sana yenye nguvu ya kuweza kushinda dhambi, na hii njia ni ya kukiri mistari. Kwa nitaenda na mistari michache hapa ambayo inalenga kushinda dhambi ya zinaa. Ninakushauri kwamba uchukue mistari hii na uwe unaisema. Kama una tatizo katika dhambi ya zinaa, uwe unaisema mistari hii asubuhi, mchana na jioni kila siku. Jipe hata miezi 3 ya kusema, na kwa kuanzia usipate shida kwamba dhambi itakuwa inaendelea kukusonga na kusumbua. Unavyoendelea kuikiri mistari hii na kuisema kila siku kwa miezi kadhaa, kama miezi 3, nimekuambia miezi 3, utafika mahali utaona yale mambo ambayo yalikuwa yanakusonga yamekuacha. Ulikuwa mtu hakatishi bila kugeuka kumwangalia, lakini baada ya muda fulani utashangaa kwamba hilo jambo lilishapitaga, lilishaondokaga, na ukumbuke lini uliachaga. Ni kwa sababu taratibu unavyoendelea kuikiri mistari hii, ile nguvu inaingia ndani yako na inatenda kazi, na baada ya muda unakuwa umepona, unahama kwenda kutoka katika njia za uharibifu na giza kuingia katika nuru. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa kwanza ni Ayubu sura ya 31 mstari wa kwanza. Nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana? Huu mstari unaongelea kuangalia mabinti kwa matamanio. Kama wewe ni mwanaume na una shida ya kuangalia binti kwa matamanio, basi huu mstari unakufaa. Nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana? Mstari wa pili ni Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 22. Lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Pia Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 5. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama taifa wasiomjua Mungu. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24. Na hao walio katika Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake.
Wakolosai sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Sasa hii mistari unaichukua na kuitamka, lakini pia angalia kama umetulia uweze kuimodify, yani kuibadilisha ili iwe yako. Unapoisema uikiri kama vile wewe inakuhusu wewe peke yako. Kwa mfano ile Ayubu ya 31 na mstari wa 1, unaweza ukaimodify na kusema, nimefanya agano na macho yangu kwa damu ya Yesu, basi siwezi kumwangalia msichana kwa matamanio. Yani ukaimodify iwe ina nguvu zaidi katika unavyoikiri, iwe ina maana zaidi. Au ile wa Thesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari ule tumesema wa 3 mpaka wa 5, ukasema, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwangu, niepukane na uasherati. Lazima nijue kuuweza mwili wangu katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Kwa iweke mistari hii iwe ina nguvu unavyoisema na uikiri. Nimesema ikiri mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana na jioni, kila siku. Dumu katika hayo mambo niliyozungumza. Hizo njia 4 ziweke vizuri, zitendee kazi, lakini hasa hii njia 4 ya kukiri mistari iwekee kipaumbele sana, na utaona kweli ikibadilisha maisha yako. Kama dhambi ya zinaa inakusonga, baada ya muda itaacha kukusumbua. Sisemi kwamba kesho utaamka imeisha, kwa sababu haya mambo kutokana na maisha uliyoishi, kila mtu tofauti tofauti. Inawezekana wewe imekuwa ina nguvu sana kwako, inaweza ikachukua muda kidogo. Inaweza ikatokea overnight, hatumzuii Mungu na nguvu zake, lakini inaweza pia ikachukua siku kadhaa. Kila siku omba damu ya Yesu iendelee kukutakasa na kukujenga. Kiri haya maandiko, alafu uone maisha yako yakibadilika. Jua kwamba unaweza kuishinda dhambi, kwa sababu yasiwezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Na Roho wa Mungu aliyemfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Dumu katika upendo wa Bwana, na amani ya Mungu ikufunike na kutawala maisha yako. Peace.